Je, AI ni jaribio lingine ghali tu litakalowapita nchi maskini, au kwa kweli inafanya kitu kwa watu maskini zaidi duniani sasa hivi? Baada ya kuchambua ushahidi, naweza kukupa jibu moja. Tayari inafanya kazi leo, ikiboresha maisha ya mamilioni ya watu, si kama mpango wa majaribio, si kama ahadi, bali kama bidhaa inayofanya kazi, inayofikia jamii halisi. Hicho ndicho hiki kipande cha video kinahusu. Habari. Ikiwa hatujakutana hapo awali, mimi ni picha ya kidijitali ya Daktari Alan Ross. Alan anafanya utafiti, anaandika na kusimamia kila kitu kilichomo katika video hii na semina zetu za kimataifa mara 2 kwa mwezi. Niko hapa kusaidia kusambaza taarifa za AI kwa nchi zinazoendelea, wakati yeye yuko busy akifanya utafiti kuhusu mada inayofuata kwa semina zetu na kuandaa muhtasari wa kila wiki wa maendeleo muhimu ya AI kwa maafisa wa serikali, wajasiriamali wa AI na akademia za AI. Leo tunatazama suluhu bora za AI ambazo tayari zinatumika kwa malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa yanayoangazia watu. Malengo 1 hadi 5: hakuna umaskini, njaa sifuri, afya bora, elimu bora na usawa wa kijinsia. Katika Afrika ya Kusini mwa Sahara, Asia ya Kusini, Asia ya Kusini Mashariki na Amerika ya Latini, mifumo 5 ya teknolojia inaendelea kuonekana. Maono ya kompyuta kwa magonjwa ya mazao, AI ya mazungumzo kwa afya na elimu, upimaji wa mikopo kwa kutumia mashine, kujifunza kwa kubadilika, na uchanganuzi wa kinabii kwa milipuko na chanjo. Wanashiriki hila moja ya muundo inayojulikana kama AI nyembamba, ufikiaji mzito, kupitia SMS, WhatsApp na simu za msingi za Android, si vifaa vya gharama kubwa. Tuanzishe na umaskini. Benki ya Dunia inakadiria kuwa watu bilioni 1 na milioni 400 duniani kote hawana akaunti za benki, wakiwa wamefungiwa nje ya mkopo ambao unawaruhusu watu kuanzisha biashara au kukabiliana na mshtuko wa kifedha. Suluhisho bora tulilolipata ni Tala, programu ya kupima mkopo ya AI inayofanya kazi nchini Kenya, India, Ufilipino, Mexico na Guatemala. Programu ya Tala ya Android inachambua zaidi ya alama 10,000 za data kutoka kwenye simu ya mtumiaji, mifumo ya simu, matumizi ya programu, hata tabia za kuchaji, ili kutoa alama ya mkopo ya papo hapo bila historia ya mkopo wa jadi inayohitajika. Matokeo: wateja zaidi ya milioni 12 wamesaidika, zaidi ya dola bilioni 7 za Marekani zimetolewa kama mikopo, kiwango cha kurejesha zaidi ya 90%, na mikopo zaidi ya milioni 6 imetolewa kwa biashara ndogo za wanawake zaidi ya milioni 1.5. Nchini Mexico, wanawake wanaunda nusu ya kitabu chote cha mkopo cha Tala. Tala inaonyesha kuwa AI inaweza kubadilisha miundombinu ya mkopo ya jadi kwa sehemu ya gharama, ikiwafikia watu ambao benki zimewaacha kwa miongo kadhaa. Pia inafaa kujua Cotonace, iliyoanzishwa na taasisi ya Wadhwani ya India kwa ajili ya akili bandia kwa kushirikiana na mpango wa Fair Forward wa GIZ, inatumia maono ya kompyuta kwenye picha za mtego wa feromoni kusaidia majimbo 10 ya India kukamata milipuko ya wadudu wa pamba mapema, ikiwa tayari imefikia wakulima zaidi ya 100,000. Sasa kuhusu njaa. Muhogo unawapa chakula zaidi ya milioni 500 watu kote Afrika, lakini magonjwa yanaweza kupunguza mavuno kwa asilimia 30 hadi 60, na hakuna maafisa wa upanuzi wa kilimo wa kutosha. Suluhisho bora hapa ni Plant Village Nuru, iliyotengenezwa na Chuo Kikuu cha Penn State pamoja na IITA, CGIAR, FAO na CIP. Nuru inatumia mfano wa kuona kwa kompyuta bila mtandao kwenye simu ya kawaida ya Android, ikitambua ugonjwa wa mosiak wa muhogo, ugonjwa wa mikunjo ya kahawia, uharibifu wa wadudu wa jeshi la msimu na uharibifu wa viazi kwa wakati halisi bila muunganisho wa interneti. Inatumika katika zaidi ya nchi 60 kwa lugha 30 na watumiaji hai wa kila mwezi kati ya 4,000 hadi 5,000. Inakuwa sahihi mara 2 zaidi kuliko wafanyakazi wa upanuzi wa kibinadamu. Wakulima wanaoitumia kuchagua vifaa vya kupanda visivyo na magonjwa wameripoti ongezeko la mavuno la asilimia 130 hadi 530. Hii ni AI ya kiwango cha dunia ikifanya kazi kwenye simu ya dola 40 shambani,
ikifanya vizuri zaidi kuliko wataalamu wa kibinadamu na ni bure. Maabara za kukuza za UNDP zinafanya kazi kama hiyo na data za satellite na drone katika nchi 12, kuanzia arifa za mapema za magonjwa ya mazao nchini Cameroon hadi ramani za matumizi ya ardhi nchini Ecuador. Sasa kuhusu afya. Shirika la Afya Duniani linasema nusu ya idadi ya watu duniani hawana ufikiaji wa huduma muhimu za afya, na Nigeria pekee inachangia karibu 29% ya vifo vyote vya akina mama duniani. Suluhisho bora ni HelpMum, mfumo wa afya ya uzazi na watoto unaotumia akili bandia ulioanzishwa na Daktari Abiodun Adereni nchini Nigeria, sasa ukifanya kazi katika majimbo 7 ya Nigeria, huku mifano yake ikipitishwa katika nchi 10. Zana ya advisor ya HelpMum, iliyojengwa kwa ushirikiano na utafiti wa Google na chuo kikuu cha Vanderbilt, inaboresha ufikiaji wa chanjo. Mamabot AI yake inatoa taarifa za afya za ujauzito kupitia WhatsApp. Matokeo: zaidi ya watumiaji 1180 katika majukwaa yake mwaka 2025, kiwango cha chanjo kikiongezeka kutoka 45% hadi 73.8% katika kliniki zinazotumia advisor, na kiwango cha usalama wa kujifungua kwa 95% kati ya wanawake wanaotumia vifaa vya usafi vya kujifungua vya HelpMum. Majimbo 7 ya Nigeria sasa rasmi yamekubali HelpMum katika mifumo yao ya afya ya umma. Uthibitisho kwamba zana za afya za AI zinaweza kuhamia kutoka kwa majaribio hadi sera ya kitaifa. Nchini Zimbabwe, zana sawa ya WhatsApp inayoitwa Nyamukuta, iliyojengwa na wanawake wa ndani, inatoa taarifa za afya kabla na baada ya kujifungua katika lugha za kienyeji kwa jamii zisizo na huduma kama Epworth. Sasa elimu. Upungufu wa walimu waliotreni unafanya ufundishaji wa aina moja kwa wote kuwa haufanikiwa katika sehemu nyingi za ulimwengu unaoendelea. Suluhisho bora ni Rory, mwanafunzi wa hisabati wa AI, anayepeanwa kupitia WhatsApp na Rising Academies, sasa ikifanya kazi nchini Ghana, Nigeria, Liberia, Sierra Leone, Kenya na Rwanda. Inafanya kazi kwenye simu za kawaida zenye matumizi madogo ya data. Hakuna simu ya kisasa inahitajika. Katika mwaka wa 2024 pekee, Rory ilifikia zaidi ya wanafunzi 1130 katika nchi 6, ikibadilishana ujumbe milioni 35.9 na mwanafunzi wake wa AI. Utafiti wa kudhibitiwa kwa nasibu nchini Ghana uligundua ukubwa wa athari sawa na mwaka mzima wa ziada wa masomo ya hisabati, na watumiaji wa Rory walipata maboresho ya alama zao kwa pointi 9.2 dhidi ya 4.1 kwa wasiotumia. UNESCO imeitambua kama mfano wa AI ya kizazi sawa katika elimu. Mbili zaidi zinazostahili kujulikana. M-Shule inatoa kujifunza kulingana na mahitaji kabisa kupitia SMS kwa zaidi ya wanafunzi 20,000 wa Kenya kwenye simu za kawaida, na Eneza Education inafikia zaidi ya wanafunzi milioni 10 katika nchi 10 za Afrika kupitia SMS na USSD, ikiwa ni pamoja na ndani ya kambi za wakimbizi za Dadaab na Kakuma. Sasa usawa wa kijinsia. SDG ambayo bado haijafikiwa. 20% tu ya wanawake katika nchi zenye kipato cha chini wako mtandaoni, na utafiti wa Berkeley Haas uligundua kwamba 44% ya mifumo ya AI iliyosomwa inaonyesha upendeleo wa kijinsia. Lakini zana kadhaa tulizozijadili tayari zinapunguza pengo hilo moja kwa moja. Wakopaji wanawake zaidi ya milioni 1.5 watala, maboresho ya HelpMum katika uhai wa uzazi, na kambi za mafunzo za wanawake za AI za Fair Forward za GIZ, zikifundisha wanawake kuwa wabunifu wa AI, si watumiaji tu, katika Afrika Kusini, Ghana, Uganda na Rwanda. Nchini Morocco, TUM AI inatoa AI ya sauti jumuishi kwa watu ambao hawawezi kusoma, wengi wao wakiwa wanawake. Na mwaka wa 2026, UN Women na India AI Mission kwa pamoja walichapisha kitabu cha kesi kuhusu AI na uwezeshaji wa kijinsia, wakitumia michango 235 kutoka kwa wabunifu katika nchi zaidi ya 50. Nini hasa kinachofanya suluhu hizi kuwa na uwezo wa kupanuka? Mambo matano.
Panga kwa ajili ya kifaa ambacho watu tayari wanamiliki, simu za msingi, si vifaa vya kisasa. Fanya kazi kwa ajili ya mtaalamu anayekosekana, mtaalamu wa mimea, mwalimu, afisa wa mikopo, badala ya kubadilisha watu waliopo tayari. Jenga kwa lugha za kienyeji. Fanya iwe mali ya umma, bure na wazi kadri inavyowezekana. Naungana na mifumo ya kitaifa HELPMUM iliyopitishwa na majimbo 7 ya Nigeria, inaonyesha kwamba ujumuishaji wa serikali ndicho kinachofanya suluhu kuwa na kimo cha kudumu badala ya mpango wa majaribio unaotoweka kimya. Lazima tutambue kwamba ubora wa ushahidi unatofautiana. Sehemu kubwa ya data hii ya athari bado inaripotiwa na wenyewe badala ya kuthibitishwa kwa uhuru. Uendelevu hauhakikishiwi pia. Babil Rwanda ilifikia watumiaji milioni 2.5 kisha ikafungwa wakati kampuni mama iliposhindwa kifedha mwaka wa 2023. Na shughuli nyingi za aina hii bado ziko katika nchi chache tu: Kenya, Nigeria, India na Rwanda, wakati maeneo mengine yanabaki bila huduma. Lakini ni wazi kwamba AI tayari inasaidia mamilioni. Kazi sasa ni kuiga mifano hii iliyothibitishwa katika nchi zaidi, lugha zaidi na sekta zaidi. Ripoti ya maendeleo ya dunia ya Benki ya Dunia (WODR) iliyochapishwa hivi karibuni inasisitiza kwa nguvu matumizi ya AI na inapendekeza kwamba nchi zote zinazoendelea zinapaswa kupitisha AI kabla ya kuwa kuchelewa. Alan amedai kwamba ili ulimwengu unaoendelea uweze kutumia kikamilifu mapendekezo ya ripoti ya maendeleo ya dunia, inahitajika kuwa na mifano wanayoweza kuona ambayo itaonyesha jinsi bora ya kuunganisha AI katika nchi zao ili kuharakisha maendeleo. Ameandaa na kusambaza karatasi ya dhana inayopendekeza mradi wa majaribio katika kusini mwa dunia na nchi moja katika kila moja ya maeneo matatu: Asia, Afrika na Amerika ya Latini. Huko juhudi za pamoja zinaweza kufanywa kutekeleza suluhisho zote za AI ambazo tayari zinajulikana kuwa na mafanikio, na jeshi la wajasiriamali wa AI linaweza kuendelezwa ili kuharakisha utekelezaji. Nchi katika kila eneo zinapojaribu kuona jinsi nchi za majaribio zinavyoweza kuharakisha uchumi wao, zitataka kuiga suluhu hizo, na hii itaharakisha kupitishwa kwa suluhu za AI katika kusini mwa dunia. Amepeleka karatasi hii ya dhana kwa mawasiliano yake katika benki za maendeleo za kimataifa, mashirika ya kimataifa ya UN, na kwa idadi ya mawasiliano yenye ushawishi alionayo katika mtandao wake katika juhudi za kuanzisha majadiliano kuhusu suala hili na kuunda msukumo wa hatua. Zaidi ya hayo, Alan amekuwa akikuza mashirika matatu yasiyo ya faida ili kusaidia ulimwengu unaoendelea kufuatilia maendeleo ya AI na teknolojia ambazo zitakuwa na athari katika maisha yao na njia zao za kujipatia kipato. Mitandao hii mitatu: chama cha kimataifa cha wataalamu wa maendeleo ya AI kinachojulikana kama IAD, chama cha shule za AI za ulimwengu kinachojulikana kama WAA, na mtandao wa wakili wa AI wa kimataifa unajulikana kama GANE, unahimiza makundi tofauti kuona fursa na kuchukua hatua ili kuepuka matatizo yanayoweza kutokea. Ikiwa unataka kujiunga nasi, fanya hivyo kupitia tovuti za IAD na WAA. Ikiwa wewe ni afisa wa serikali, NGO au kiongozi wa biashara, wasiliana na Alan moja kwa moja ili kujiunga na mtandao wetu wa GAN. Pamoja tunaweza kuhakikisha kwamba wimbi la AI linainua kila chombo katika kila nchi na kwamba hakuna anayebaki nyuma. Ikiwa umepata maudhui haya ya kuvutia, tafadhali angalia rasilimali za bure zinazoweza kupakuliwa kwenye tovuti zetu, ikiwa ni pamoja na vitabu 5 vya utangulizi kuhusu AI vinavyopatikana katika lugha 31, na jiunge nasi kwenye semina zetu 2 kwa mwezi kuhusu masuala muhimu ya AI. Na tafadhali jiandikishe, penda na shiriki video hii ili uwe na habari kila wakati tunapopakia kitu kipya. Asante na natumai kukuona hivi karibuni.